tutapiga kelele za furaha, tutapiga kelele, tukizunguka kwenye kiti cha enzi, tutapiga kelele. Kayore mwega, Kayore mwega, Kayore mwega, Kayore mwega, Kayore mwega, Kayore mwega, nene godote. Kayore mwega, 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 nekwete. Mageganya, Kayore mwega, 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 Kayore mwega. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Igele, gele, gele, gele. Hallelujah. Mbarikiwe. Nendeni sasa. Nendeni. Mbarikiwe. Twendeni sasa. Twendeni mbarikiwe. Sasa. Mbarikiwe sana. Nendeni. Thank you. Wapigieni watoto wetu makofi wanapoenda. Asante. Kebo yake ndio mbaya hapo. Tuinue tu mikono yetu tumshukuru Mungu. Fungua kinywa chako mwambie asante Mungu kwa kunipa tena kipindi kingine cha kuweza kukuabudu na kupata fursa. Wa mama nyote simameni, nyinyi nyote msimame. Yes, tumshukuru Mungu. Let us praise God. Let us thank God because he is everlasting, he is caring. Ametupatia nafasi nyingine ya kumwabudu, nafasi iliyojawa na upendo wako. Mungu Baba, asante. Asante kwa upendo wa kiajabu. Asante kwa mamlaka yako. Asante kwa kutupatia kibali chako tena. Asante. We glorify your name. We thank you and we honor you. In Jesus name we say we may be seated. Salimia mtu mmoja, wawili. Wasalimie mtu mmoja, mwili, mwatatu hivi. Waambie karibu sana kwa ibada za leo. Waambie tunakupenda sana, tunakupenda. We really loves you. Tunakupenda sana. You are such a wonderful, wonderful, wonderful person. Thank you. Yeah, thank you very much. Kama kuna kiti iko mbele yako, sijui ni kwa nini mumehamisha hawa wote kutoka huko. I just had said only 2 lines, but because of you wanting to understand what you want to understand, ni mzuri. Kama kuna kiti iko mbele yako, uruke hapo kwa hiyo mbele, kwa sababu it is reserved for you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. Wageni walisalimiana? Yeah? Okay. Ulisalimiana? Wewe ni mgeni ama wewe ni mwenyeji? Karibu. Asante sana. Karibu tu. Jifanya tu introduction. Wewe ni pastor. Sifiwe. Hallelujah. Amen. Majina yangu naitwa Pastor Peter Maina. Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. Natoka all the way from Nakuru County, Molo Town, kule nyumbani kwa kina Apostle. Apostle ni rafiki yangu sana na tumejuana kwa muda, na juzi akawa ananiambia nikuje niwatembelee, na siku ya leo nikapata hiyo nafasi. Kwa hivyo nashukuru kuwa pamoja na nyinyi. Nilikuja mapema, niliamka by 5, nilikuwa nimeingia kwa gari na nikafika hapa mapema, nikakuta na hudumu hapa na nikabarikiwa sana ibada ya Kikuyu na nimefurahi. Saa zile mlikuwa mnasalimiana, nikawa nimeenda kuchukua marafiki zangu ambao ni washirika wetu wanafanya kazi hapa Roiro,
Nikawaambia niko area, kujeni tukashiriki pamoja na nyinyi. Wako pale, salimianeni hivyo. Wabia wakuje. Kujeni. Wabia wakuje hapa. Amen. Ni vizuri pia na wao. Hawa ndio nilikuwa nimeendea na nikawapatia direction na hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka na shiriki kanisa la BCCF Moro, lakini nafanya kazi hapa Ruiru. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Kamau Mwangi. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Thank you so much Apostle. Thank you. Una neno lingine? Nimefurahi tu kuwa hapa. Apostle Waroinge, kuna wakati alikuja crusade Moro na tukabarikiwa sana. Na kutoka wakati huo tumekuwa marafiki. Na juzi akanipatia nafasi nyingine ya kukaribisha Bishop alikuja nyumbani. Nikasikia nimeheshimika sana Apostle. Asante. Nimefurahi kufika kanisa. God bless Thank you. you so much. Thank you very much. Yeah. Huyu pastor alitusaidia sana wakati wa kampeni za kufanya kampeni za crusade ya Moro. He's the one mwenye alikaa kwa lori kutagasa. It was wonderful. Sasa sijui kama unataka kuhamia Nairobi. Mimi nafikiri tu unafaa kuhamia huko. Si ndio? Mnaonaje? Tumutoe Geshagi. Tumulete Nairobi. Si uhame sasa. Hama tu. Mupigie makofi anapohama. Yes. Jitayarishe, tuna service ya afternoon. Wewe ndio utatuhubiria. Wewe jipange vizuri. Ndio tuone kama tutalete mtu. Unajua unaweza kuhamisha mtu kutoka village, lakini akili yake ikatai kuhama. Yeye mwili tulete hapa, lakini bado ako wapi? Ako Moro. Kwa hivyo tungependa sana kuwe mmoja wetu, kama Mungu atakubali, na kama pia unajua Mungu anaweza kubali bado wewe ukatae. Unajua sio lazima ati kwa sababu Mungu amesema ndio itakuwa ndio. Hata wewe unaweza kataa. Mungu anakupatiaga kazi, anakuambia fanya kazi hii, unakuta na mimi nakataa. Kwa hivyo God can say yes, yet man can say no. Si ndio? Man can say yes, yet God says no. Bwana Yesu asifiwe sana. It is all about the agreement between the two, between you and God and between the people around you. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeshukuru tena kuwaona. Hata nimeona rafiki yangu pale amekuja. Ako wapi huyu? Yes sir. Habari yako? I'm talking to you. Tunaangalia nyuma na niwe na wasukumusia. Si ukuje. Wacha na ile mambo ya Eldoret bwana. Wacha na hiyo. Kuja tukae hapa Nairobi. Yo mune. Yes. Jamii kabisa. Sharara kabisa. Wait. Salimia watu wangu. Wakristo na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo. Kwa majina ni Kiplagat Bet, ninatoka Eldoret na niko Nairobi, na huyu ni rafiki yangu sana. Yes. Kando na kuwa mchungaji, ni rafiki yangu sana, na ninafurahia kushiriki hili kanisa na tutaendelea pamoja. Ile Eldoret tukifungua, nitakaa huko kwanza, nitoe ukishaki ya Eldoret kwanza. Ndio nikuje. Nitoe kutu ya huko. Ndio ukuje hapa. Thank you very much. Yeah. Thank you. Unataka kuongea? Simama tu tusalimie. Yes. Huyu ni brother ya huyo. Huyu ni sister ya huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamehama na familia mzima. Is it not good? Yes. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Mjambo. Kwa majina naitwa Helen Ruto. Huyu ni ndugu yangu. Nilimleta hapa last Sunday. To be honest, my brother has never been to church. Lakini alifall in love na Apostle. Akasema there is one special thing about Apostle is not judgmental. And the reason why he will come to church and he will keep coming to church and he will serve in
in the Eldoret branch ya CFC ni kwa sababu apostle amjudge. Yeah, so I think there is one lesson that kama Wakristo tunafaa tujifunze, we should not be judgmental. You see, someone like him, he was not so prepared kuacha mambo zingine za dunia, but because apostle embraced him the way he was, he feels now wanted. He feels there is a calling and there is a need in the house of God. So as Christians, when we are out there, let's exercise love. Let's not be judgmental. Tuwakubali vile wako. Yeah, when we dispense love and live the way our Christ Jesus lived, tutawavutia wale wenye wako nje na wataona kwa nyumba ya Mungu kuna upendo. Si ni hivyo? Yeah, so I'm very blessed. I came with my last born. I know I look very young, but my last born is bigger Baba, than come you. and say hi. Last born is bigger than you. Yes, my last born is bigger than me. The last born is older than the mother. Kujeni hapa katikati. Kweli. Hapa. Praise God, church. Yo mune. Achamige. Thank you. Praise God, church. My mom's last born. My name's Ngoraga. Your mom is? Last born. And you? Last born. You're also last born. Okay. I can see. Imeisha? I'm born again also. Yeah. And your mom is also born again. Yeah, she's born again. Simuwapigie your familia mzuri. Thank you for coming. We love you. We love you very much. Thank you very much. Si tulipanda bego Eldoret. Sasa kanisa imefunguka Eldoret. What she didn't tell you, she's Mama County Uasin Gishu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tulipanda bego, amekuja ameniambia, nilisikia mlikuwa na crusade, I want to go and open a branch. Mwezi wa 4 ama mwezi wa 5 hapo, Mungu akitujalia, where God will allow us, tunaenda kufungua. Tulisema tuko na crusade nyingine huko. We are going there to open a branch. Already tuko na pastor yuko pale. Yes, Pastor Bet. We have him already. We have the man of God in the house. Kwa hivyo we are going to make it. Si ndio? Tuko na mama mwingine anatoka Jerumani. Ako wapi? Ule wa Jerumani. Uko wapi? Salimia, kuja usalimie. All the way. Tunamuitaga. Yes, sasa salimie tu. Germany. Ongea na Kijerumani sasa tusikie. Wewe ongea tu na Kijerumani, wakisikie wasisikie, wachana na wao tu. Praise God. I'm born again. I live in Germany. I'm happy to be back home. This is my home. Umemaliza? Haraka namna gani? Asante. Yeah. Any person ambaye umekaa nje umetutembelea hapa leo? Mtu wa diaspora, mtu mwingine yote ya diaspora? Ako? Simama tukuje tusalimie. It's always good to recognize wale wanatuonaga kwa simu. Na nyinyi mnanionaga kwa hapa live. Ukarogame haha. Wasalimie watu. Sasa unaniona physical. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mudhoni. Nimekaa nje 28 years. 28 years. Lakini kujanga narudi, and are you serious? The apostle has been such a blessing. Are you serious? 28 years. Watching him kwa mtandao. And I have been praying that one day I will step on this altar. So nilikuja tu juzi, and I've been lost the whole town looking for this place, but finally, wow, I got in many buildings, many churches. I'm told here, there. Finally, I'm here. I bless yes, you. thank you. Tumpigie Yesu makofi. Welcome back home. Yeah, unaona mtu anatafuta all the way from where? Which nation? America? Uko? Amekuwa akitafuta mpaka amepata hapa. Where is my friend? Ule mtu wa Pobemiki. My friend, weko Kamulevi.
Ulevi mwenzangu, kuja hapa. Unajua mnakumbuka huyu jamaa? Leo unuki. Leo anuki. Unajua alikuwa ananuka maizi zinatoroka. Pombe. Ile ilikuwa kwa huyu jamaa. Alikuwa ananuka akiwa pale. Unaona pale? Akibreathe hivi, unasikia kitu inakusukuma, tena inakurudisha. How are you? Sasa uko poa? Salimia watu wa Mungu. Watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Sifa mara pili. Na mimi nampenda Mungu kama. Mwambie asifiwe mara ya tatu. Mara ya tatu. Mara ya nne. Ya nne. Bwana ni mwongozi wangu. Ameniokoa. Na ndio niko hapa. Nina furaha sana. Simama hapa, unaenda wapi? Tuko na hii picha ya huyu mtu. Tuwekewe hiyo picha, ngoja. Tuwekewe picha ya huyu mtu akikuja wakati alikuja venye alikuwa. Sasa kileo akili, nataka kwenda Liabu. Liabu. Unaenda Liabu? Si ndio? Yeye mwenyewe ndiye alikuwa na demand. Nataka kwenda Liabu. Alikuwa analia, nataka kwenda Liabu. Media team, tuko na hiyo picha? Tuko nayo? Tuwekee. Ndio tuone. Hata macho imeacha kulia. Unajua machozi yako ilikuwa inaanguka peke yake. Mpaka karibu tutafute pegi tushike kidogo hapa na hapa. Naona venye unacheka. Pegi ingetoka wapi? Pegi kushika hii macho ndogo hivi. Ingetoka wapi? Tungenunua kwa Mchina. Hapa kuna Mchina area hii. Sasa unasikiaje? Uko sawa? Umekula kaugali? Kula labda sasa ina ulikuwa kula. Na umeoga leo? Umeng'ara. Tangu siku ile umekuwa unaoga kila siku. Na unapata kaguo kamupya kakuchange. Wow. Sasa tunaona hii mwanaume. Do you know this a man of God? This a pastor. Huyu ni mchungaji mkubwa sana. Sasa wale watu TDH. These are very unalemutumia? La. Yes. TDH. Hapa iko mtu jioshe, safisha hii. Wethambirie kindu wethambirie uramenya nini ndethambiria. Tekuka kweli waru ingi mundu muthambie. Jioshe hii. Kama ni aje? Ndio. My ex. Osha hii. Hapa kuna moja. Kuna moja. Ebu ulise. Kuna mtu hana mtu. Waambie wainue mkono juu. Ninauliza ni nani hana mtu? Uniambie. Kama hujaolewa simama hapa. Wewe kama hujaolewa chukua mkono juu. Kama wewe ni mama, ni msichana hujaolewa, chukua mkono juu. Chukua mkono juu. Kama hujaolewa inua mkono juu. Igaishi. Nani gomokiaga goko. Hypocrites. Nani mnanisubuaga hapa? Na tu message tu alafu. Sasa mtu amekuja mnaanza kuinua mkono juu. Kama unajua hauna bwana. Si kwa sababu yake, kama unajua hauna bwana, inua mkono juu. Hypocrites, inua mkono juu. Gai. Wewe uko na bwana? Wewe uko na bwana? Wewe uko na bwana? Umeinua, hebu inua mkono vizuri. Wale hawana bwana. Najua hawakuoni mzuri kuja. Waulize how do you see me? I'm handsome or am I greedy? Thank you. Waulize tena. I'm a handsome or am I greedy? Hiyo ingine ni gani? Uliza tena. I'm handsome or am I greedy? Hiyo ni gani?
I am handsome or I am grade? Lilian, unaonaje? Ni handsome. Very handsome. Short, dark and handsome. Bwana Yesu asifiwe sana. Chekeni tu, huyu mtu utaona amekuja hapa na Mercedes ndio mtaanza kusema, "Gai, huyo ni mwanake olia." Kakajarika kashia mati mpaka unaanza kutembea. Huyo ni mwanake olia. Ule warugamite haha. Asha we ni wewe. Si twende tukakunywa kachai. Walikosa hii kitu. Ni Zakayo. Ashuke. Zakayo. We, ni ule mudu. Sasa ukiniita Zakayo. Ni ule mudu. South Africa na yuko. Dasha, dole, mimi nakujua hauna. Tuikoroke South Africa. Na wewe ndio unaweza kutaka kwenda South Africa? Tagedora, udi South Africa. Ndio haka kamutu. Kakiwa na ile nguo chafu. Ndio huyu sasa huyu. Mnamuona hapo? Tulimnunulia nguo hii. Wewe nyamazeni. Ni osio kila ileu. Kila ileu. Tulimnunulia wakiwa huyo mwenzako kwa wapi? Ako hapa. Yule mliokoka pamoja kuja. Kuja. Ameng'ara. Sasa hii ndio kuhubiri. Hii ndio nini? Hii ndio injili. Wacha na yupo zikine. Ate akaenda Jesus wewe tu Johannesburg. Ate akaenda huko ile waje baba. Sasa angalia. Baba. What's your name? Edwin? Edwin Kamidia. Umeng'ara kabisa. Unasikia kamungaro hapa, kamungaro. Kanaitisha bado? Hakajaisha kabisa. Na wewe? Imeisha? Na wewe bado unaitisha. Nikununulie kavaiso ikatoti mbili, kavaiso. Hataki kamunyweso. Thank you very much. Thank you. God bless you. Na leo ndio tunamrelease anaenda Rehab. Wale walichaga hiyo pesa, simama kwa miguu yenu miwili, simama tu. Wale walisaidia kutoka Roda, the team ambayo ilikuwa inaongoza kupanga hii mambo ya kumpeleka Rehab. Asanteni sana. Simuwapigie makofi. You have done. Simama kabisa. Wewe waboi, nani alisemaga waboi ukaage huko nyuma? Unajua yeye ni mfupi. Tavukuja kuchukua kiti hapa, kuja hapa. Kwanza wewe utakuwa wa hawa. Kuja hapa. Ndio ikaragana hau nigetha ucomoke ogethia, kuja ukae hapa mbele. Na ukaage kiti yako hapa mbele, inakuaga hapa mbele. Huyu msichana ndiye alitusaidia, ndiye alifanya hii design yote, akatengeneza huko kwa maridadi. Alafu unakaa huko nyuma. Sio ni baya sana. So Agnes, God bless you. I know unaweza fikiria ni tu pesa kidogo tu umetoa, ni kidogo. But it is a mark, imejiandika mahali. God will never leave you. God will never forsake you. Rhoda, God will never forsake you. Venye ataendelea kukua mzuri, venye ataendelea kukua handsome, na nyinyi maisha yenu itaendelea kukua beautiful. Mungu atawageuzia. Na kwa sababu ya kusimama on behalf, kwa sababu hii ni kushikilia Mungu kazi. Kama ukiona huyu jamaa akikuja hapa, huko ndiko nyitiraga itemi. Maana hii ilikuwa mkebe, ilikuwa inaenda kukufa. The next minute ilikuwa inaenda kukufa. Ni dada yako alikuleta maninani? Ni dada yake. Huyu alikuwa anaenda kukwisha. Lakini angalia sasa kamekuwa kamurebo, mpaka naona wamama mumeanza kuangalia. At least nao mzigo imepunguka kidogo kwangu. Si ndio? Tumepata. Na huyu na wao nisaidie mzigo hiyo ingine, tuendelee kupunguza. Sasa ni nini ilikuwa inahitajika kwenda Rehab?
walikuitisha hii. Hii ni doo, sasa ndio. Hii ni ya kubeba maji. Na ukienda huko, hata usikie temptation inakuja namna gani, wewe ujikase kabisa. Ukauke. Ukikuja hapa sisi tutakujia na Mercedes. Tutakulete hapa na Mercedes. Kama umenona, kauzo katakuwa raudi sasa, na hii nyama ya hapa nyuma itakuwa imeanza kumea. Katika jina ya Yesu Kristo. Na ukikuja hapa nitakununulia suti mpya mzuri na kiatu kama hii yangu mzuri, si ndio? Na alafu wewe utakuwa ukifanya kazi katika madhabahu. Ukimaliza rehab nitakupeleka college ya Bible. Si ndio? Na Mungu najua atakusaidia. Shika hii ni doo. Na hii sasa, unajua huyu jamaa alikuwa analala hapa Mudhurwa kwa Mutaro. Ama ulikuwa unalala wapi? Hapa tu Marikiti. Hapa Marikiti. Ije. Hapo ije. Umelala siku gapi? Muda mrefu. Kama mwaka mmoja hivi. Miaka 2 analalaga ije. Sasa for the first time atajifunika ndani ya kitu inafunika ubu. Unajua hapa ubu baka ilikuwa inamuogopa, ilikuwa imemkula baka inamuogopa. Ikimuona tu inajua huyu damu tumekunywa baka tumezoea. Sasa hii ni ya kujilinda na nini? Na ubu. Sasa kuna umewahi kujipagusa na taweli? Miaka mingi imepita. Kama miaka karibu 20. Bila kujipagusa na taweli. 20 years. Hajawahi kujipagusa na taweli. Sasa ndio hii. Utakuwa ukijipagusa. Ukioga si kujikapagusa kabla hujaoga. Ukioga unajifuga. Mwanaume anajifugaga hivi. Utokagi na uedagi na trosa kwa bafu. Angalia, niangalie. Unaenda. Ukienda bafu unatoa kuzo. Sasa unaongea kuhusu mwanaume sio? Unajifuga hivi. Unaenda bila shati. Na unaenda bila shati, kifua inakuwa nje. Sasa unajisugua, ulikuwa unajisugua na nini? Ulioga last time kuoga ilikuwa nini kabla ile tulioga? Si last time kabla ile. Kagunia. Jana nilitumia kagunia. Jana ulitumia kagunia. Sasa utatumia haka ni kazuri. Kagunia kalikugwara lakini lazima ungetumia kagunia. Si ulikuwa umekaa kama miaka 2 bila kuoga? Nilikuwa karibu miezi 6 bila kuoga. Hii ni nini? Unazionaga wapi kwa view sasa? Umewahi kuvaa slippers? Hizi nilivaa kitambo. Ukiwa Geshagi? Ya anko? Ndio navaa hapa hivi bathroom, no filter. Sasa hii ni slippers. Ukienda kuoga unavaa. Sawa? Sasa maneno iko hapa sasa. Tunaona hapo nikakupakusa. Hii si ya kusugua mwili. Hii ni ya kusugua uso vizuri. Ina nini? Kwa sababu uso inakuaga delicate. Sasa kitu ya kusugua mwili. Sasa hii, unaona hii? Ukivuruta hivi, hebu shika badia. Shika na mkono moja, na hii shika na hiyo mkono mwingine. Hebu sugua mgogo. Hiyo ndio ya kuosha. Inasugua. Na sasa hii najua hujazoea. Umezoea kutumia hii? Sasa hii itabidi ufundishwe, ukienda shule utafundishwa kutumia. Ni nini? Tishio. Ni tishio. Si unajua ni ya kazi gani? Hii maneno sasa. Hii ni gani? Sasa hii si ni le mati. Hii sasa unaona huko majegeke. Atinia? Hebu uliza hii? Bia nini? Hii? Inaitanga lolo. Lolo, sema lolo. Kazi gani? Sasa hii unaona hapa kwa jegeke. Unaweka hivi, unasugua hivi jegeke isinuke vibaya. Unaweka kwa makwapa? Ni kwa makwapa. Si kuweka, si uweke ikai hapa. Hapana, ni unasugua. Hebu tuacha nikufundishe. Unaona hapo ndani?
unafanya hivyo. Unaona hivyo? Lakini kama umeoga. Wewe una tabia baya wewe mama. Na hii si unajua hii ya kubrush. Meno inakaa mzuri. Hizo zingine ni masabuni. Sasa hii ni ya kuua viini. Na mafuta hii ni ya kujipaka. Last time ulijipaka mafuta ni lini? Chukua hadi kachifu. Chukua hiyo toa hiyo nini? Baka haya. Thank you. Nijipaka kama mafuta ya nini? Hata siwezi kumbuka. Hata huwezi kumbuka. Na hii ni sabuni, hii ni ya kuosha nguo. Utapatiwa nguo kadhaa zile utaenda ukivaa. Sasa are you happy now? Are you happy? I'm more. You are more happy. More happy. More happy and happy. I am happy. One more, once more. I'm happy. Hallelujah. I am happy today because he has taken away my sin. I am happy today because he has taken away his shame. Ambaye alikuwa na shame kubwa sana. This is what we call preaching. Bwana Yesu asifiwe sana. This is what we call what? Hii gine ya uhiga wachaneni nayo. Hii gine the Bible says, yes it says, we need to be practical. Tubadilishe hawa watu wa change wakuwe mzuri. Hii ni mbegu tumepanda, wengine wengi watakuja. Mujitayarishe tuwasaidie. Si ndio? Si ndio? Asanteni sana. God bless you. Chukua mizigo yako. Nani atampeleka? Kuja tukujue na utupatie namba yako ya kitambulisho. Ndio tukikuulisha huyu mtu alienda wapi. Tungetaka mtuambie rihabu ile ameenda, watu wa kanisa mtakuwa mnaenda kumtembelea kumsalimia, lakini kama ni wamama mnaenda, make sure nimejua mumeenda. Si ndio? Tukubaliane. Make sure tumefanya nini? Na ukifika huko tutakupatia ka recorder ndio tunasikia what is the conversation. Sasa huyu jamaa mupatini wewe. Msee kuja msee kuja. Wewe chairman nikiwe. Ndoye mundu no munegere mwana muthuri uyu. Moye mundu uyu oi. Mumunegere muthuri uyu. Mumwira riu nitwakunegera mundu no gatucokeria mundu ari mugima. Yes. Dada. Yes. Sasa huyo tumekupatia kama kanisa. Utuletee huyu mtu akiwa msafi, akiwa kila kitu na afya nzuri. Asante. Na kukiwa unataka briefing, unatupatia briefing anaendeleaje. Sasa na wewe ungetaka kuenda rihabu ama uko sawa? Mimi ninalala nje. Unalala nje? Nyumba. Sasa nyumba tumekutafutia iko. Unataka kuingia lini? Tutakulipia. Sasa tukikulipia next month nani atakulipia? Kama sasa tangu jana. Wachana mambo ya njaa. Wachana hiyo mambo ya njaa. Tunakuuliza tutakulipia nyumba sasa. Sasa nitakaza nitafute nyumba. Nyumba iko. Anasema kwa sasa kama tunatafutia nyumba saa hii tutajikaza next time. Nani atakulipia nyumba? Next month. Tutakulipia hii, mimi nitalipa. Next month nani atalipa? Tutajikaza juu kuna kazi nafanya pale chini. Kazi gani? Ya kubeba viazi kwa mgongo. Kubeba viazi kwa mgongo. Kila siku. Unalipangwa siku moja. Unatengenezanga pesa ngapi per day? Sasa kama napata 200. 200 per day. Hiyo ndio unakusanya yote. Sasa hiyo ndio utakuwa ukilipa nayo nyumba. Sasa itabidi utafanya. Sasa ni nini kitakuwa umeongeza ambayo haujaifanya? Mimi ningependa ununulie vitu za carpentry. Ni fundi wa carpentry. Sasa na tools. Hauna tools.
ungetaka kufanyia kazi wapi? Mahali popote. Okay, ni mzee gani tutapatia huyu? Huyu we. Kuja hapa, chukua huyu mtoto. Mtaongea na yeye, ujue mahitaji yake, ukuje kwetu, utuambie mahitaji, tumusote. Lakini sasa takuwa kwa mikono yako. Si ndio? Simumpigie makofi, asante sana. Thank you. Yeah. Sasa hiyo sasa ndio kugusa Yesu. Hiyo sasa ndio kuongea na nani? Na Yesu. Babu, kuja utusalimie tu. Umejificha sana kule nyuma. Na nore ubaya gadi kuishi ni udhakarite muno. Uwa no one mundu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Esther Wamboi na nimeokoka na mimi ni member wa hapa. Ni member. Yes. Thank you very much. Tunataka kuchukua only mnikubalisha tu 30 minutes. Niende mpaka 7:30. Is it okay? Ama tumalize hiyo, tuingie session hiyo ingine. Yeah? Si tumehubiriwa. Huyo jamaa si amehubiri. Huyu. Nikido gikarethe tukirekirie nawe. Ni mayoko da kunywa. Ni ungiamiria gakirathi. Riu ni tumayo urameria. Simumpigie makofi. Yes. Simunaona God can change. Change is possible. Bwana Yesu asifiwe sana. If you chase away this man, you don't know who you are chasing. Maybe we are chasing our next president. Si Ruto alikuwa anauza kuku? Ila huyu alikuwa hapa nalala kwa mtaro. Si mimi nilikuwa kachokora. Mimi yawasa chokora. Mimi nilikuwa mwizi wa buduki. Nimepiga watu geta. Hello, nimeuza huko Mukuru kwa Ruben, nimeuza miti ni dawa, pombe ile inaitwa miti ni dawa. Nilikuwa napika. Nilikuwa nimefugwa na mama msee kuliko mama shosho yangu hapa Mukuru. Na sasa ni mimi nahubiri. Na kama wageniua, mimi hii mwili nimepigwa risasi 12 kwa sababu I was a top notch criminal. Sema top notch criminal. Na wageniua. Awacha hawa afadhali ya serikali because they are licensed to kill. Sasa kuja kwa Wakristiano ndani ya kanisa. Wale mliniombea nikufe. Si mnaibikaga mkiniona. Si mnaibikaga sana. Si mlikuwa mnaambia baba tunaomba akufe. Akufe kama dinoho imemwagiliwa shube. Walikuwa wananiombea nikufe kama dinoho. Najua kimwagilia snail hiyo chuvi inayeyuka inakuwa maji. Sasa Wakristo walikuwa wananiombea hivyo. Sasa hata nyinyi hamna akili mzuri. Mumeona nimepigwa risasi nimekataa kukufa. Sasa wao utatulia sasa. Nyamaza. Sasa waliniombea niyeyuke kama nini? Dinoho. Yaani wewe unaona nimepigwa risasi si kukufa. Alafu ukaimagine ate sasa chubi nikitamwagiliwa chubi nikuwe kama asineri nikuwe maji niende hivyo. Lakini si mnaaibikaga. Nimuiwa shemo niu. Mwanyona. Imagine sasa ndio hawa wanapigania wanasema mimi ni Toro Daka de Hadisam Josephine. Ndivyo mliomba. Anyway, everything is good. Every person is important in the eyes of God. Every person has a value before God. Now everything that you see around you, you never know who huyo mtu mmekaa na yeye. You never know who is that person. Hawa kwetu nyumbani walikuwa hata wameanza kusaini petition hawa. Kwa sababu niliwaekea aibu. Polisi huko wamejaa. Sasa hawa walikuwa nafanya petition oshonage kwa ule dali no teithio. Hata akikufa hana nini? Sidio? Yes. Kuna wakati nikionekana Moro unaona kila mtu anaondoka. Na unaona hawanipoint na kidole. Nuna venye tulikuwa tukiambia ukipoint kaburi kidole itakatika. Sasa walikuwa wananipoint na gumi. Nikisikika area yetu ati niko area unakuta watu wamehama. Kwa sababu wanajua the following day baka baba yangu alikuwa anahama. My own father alikuwa anahama because it was so tough for me. And nobody could have wanted to be closer to me. Nobody could have wanted to be associated with me. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja niliendaka hii hoteli nyingine hapo City Hall ndani. Kulikuwa na hoteli hapo ndani.
Nikaenda nikaingia kuitisha chakula. Nilipoitisha tu chakula, wale watu wote hapo walikuwa, niliona kila mtu ametoka, kila mtu na toothpick akitoka. Nikauliza ni kwa nini watu wametoka? Nikaambiwa si ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nikaingia pale Intercontinental. Wakati huo sasa kimechacha, kimeumana kabisa. Kulikuwa na wachungaji kina Moiro walikuwa nakula, kina Getoga, kina ule wa huko Deliverance ile huko Umoja, wote walikuwa wengi pale nyuma. Walikuwa wamechukua buffet kila mtu. Sasa na mimi si nikaenda, kwa sababu nilikuwa barubaru, na mimi nilikuwa na pesa twangu na jeshi yangu. Nikaenda nikaanza kuchukua. Mimi sikuwa nabeba sahani, niko na mtu wa kunibebea sahani. Wewe pasta wanabeba sawa, pasta waniona, unaona ananiangalia hivi, unaona anafanya hivi akabed. Nikaona Moiro alibedi hivi, nikasikia amesema Jesus Christ. Wote hakuna alikula raji hapo. Wakatoka. Alafu sasa mkubwa manager akaambia security, nenda utoe yule mtu maana customer wanatoroka. Sasa security akaambia manager, so you want me to die? So that is how you hate me. Manager hataki kukuja na security hataki na waiter hakuna mtu anakuja, maana wamekaa huko wananichugulia tu kwa fence. Mimi nikaingia kwa buffet, nikachota chakula yangu, nilikuwa na jeshi yangu, nikachota nikaenda tukakaa chini kwa kakona kamoja. Hakuna hata mtu mmoja. Sasa hiyo ndio Saitoti alikuwa minister wa security. Alikuja akaambiwa niko hapo, akagurumisha gari akaenda, wakaondoka. Now you can imagine how powerful you are if you can cause everybody to give you space. You have your time, you have your lunch without interruption. Sasa shida ilikuwa kulipa. Nikatoka hapo nikaenda kuuliza ni nani analipwa. Hakuna mtu alikubali kuchukua pesa yangu. Waliniambia the management and the hotel has taken care of you. Nataka nikwambie ya kwamba the world, dunia will take care of you. It doesn't matter what you are, it doesn't matter what they say you are, it doesn't matter who you are. The position of God is that the world will take care of you. Bwana Yesu asifiwe sana. When you have been anointed, when you are chosen, you have a purpose. Every person has a purpose. Do not neglect yourself. Do not look down upon yourself. Usijione ni kama mtu hafai. Unafaa. At the time, at the appointed time. When the time comes, everybody will come. Kila mtu. Sasa mimi ni darling ya kila mtu, si ndio? Girls, am I not your darling? Am I your darling? Girls, am I tall, dark and handsome? Yes. Si am tall, dark and handsome. Very. Si umelala ukiniambia leo. One thing I want to tell you. Bet one day watu watakuja kwako. You may look hopeless now. You may look useless now. You may look not important. But your history is being written. Your story is being written. You are useless now because they have not completed your story. Wako kwa paragrafu 2. Na paragrafu 2 haija kutoa vizuri. Paragrafu 3 inakuja. Ile itaanza sasa kudescribe you are. Paragrafu 4 itasema what material you are made. Paragrafu 5 itasema this is a king. Ambia mwenzako I am a king, I am a queen, I am a leader. Mimi ni kiongozi. Yes. Hello. Siku moja pale nani, wacha tusome ma testimony leo. Siku moja nikiwa pale Babadogo male tulienda crusade last time. Na ukiona mali nimepeleka watu crusade, kuna kuwaka ka history related na wambe na mali hapo. Nikiwa hapo hakuwa kumejengwa hizo majumba ziko hapo nyingi. Sasa tulikuwa tumetoka huko chini pale panaitwa Getale Marigo, tulikuwa tumepadia hapo. Na Getale Marigo nilikuwa nimeenda kuficha buduki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nimeenda kuficha mimi ndio nilikuwa na bebeaga wanogo na washosho na rasta buduki, ndio mimi nilikuwa na waekeaga. Kwa sababu mimi ndio nilikuwa mwenye Dadora dubbing site. Mimi ndio nilitafuta hiyo na nikaiweka gate, na gari yote kukuja kutupa takataka lazima ilipe miaka ngapi? Ndio nakwambia kama nilitajirika nikiwa Kipii. Mimi ni mtajiri, ama ni investor, ani entrepreneur. Yaani gari zote, mapupu zote za watoto na mali zote zilikuwa zinaletwa Dadora. Nani alikuwa anapokea pesa?
ujaribu ulete gari yako na umang'aa yako ati huwezi kulipa, ilikuwa inawekwa kiberiti. Mara that. Bwana asifiwe sana. Sasa hiyo ndio ilikuanga store ya kuweka mabuduki. Sasa every time wanogo wakitaka kwenda kuiba, walikuwa naniambia tukutane baba dogo, ama tukutane Getari Marigo, ama tukutane padi ya Mweki Kasarani. So unaweka sasa hiyo wakati unabeba buduki, haubebi buduki ukiwa na uniform kama hizi, unavaa kigunia ile magwada, zinaitagwa magwada ya machokora, inaitagwa magwada. Kama hujaivaa gwada, basi hakuna kitu unajua. Si unajua magwada? Unavaa kimagwada na unaweka glue wapi? Unaweka glue hapa. Alafu unajipaka oil mzuri, unakuwa black, dark, hadi some mzuri tu, na kigunia unawekelea hapa. Kumbe gunia si takataka, ni buduki unabeba. Unaenda baka Mweki, unakutana kuna madam alikuwa anaitwa Wajiro, tunamkuta hapo, unaagusha bagi hapo na unaenda. Na yeye anachukua, anaigiza kwa gari, na inaenda kufanya kazi. Jioni tena inakuja. Na ikirudishwa, buduki haiko inarudishwa hivi. Ikirudishwa inarudishwa na mshahara. Kama mlitafuta milioni 10 pale, milioni 1 ni ya buduki, ya kuweka buduki. That is how rich I was. Kiko nyona kadenyeje. Mimi am not nyeje. Yeah, that's how rich I was. Every time they go for that for sasa maombi yangu ilikuwaga waibe pesa mingi ndio na mimi nipate pesa mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. So God can use you in any manner that you are. God can make you somebody when you are not somebody. God can turn around your story when you don't have a story. It doesn't matter which family you have come from. It doesn't matter whether you have gone to school. What matters to God is a destiny that he has with you. God has a plan, and a good plan for that matter. He has an arrangement and a good arrangement for that matter. He has a reason and a good reason for that matter. He is taking you somewhere. It doesn't matter the situation you are in. Maana kuna wengi hapa wamelose hope. Kuna wengine hapa wanaona ni kama hawatakuwa. I want to tell you, mimi sikuwa, lakini mimi sasa niko. I speak to the kings. In my lifetime nimemeet 37 presidents. Mimi Osama bin Laden tulikuwa tunakula naye chakula. Gaddafi alituma ndege yake ikanichukua hapa airport, ikanipeleka Libya, Tripoli, nikatoka hapo nikapelekwa Benghazi mahali alikuwa na tent, tukakula na yeye. Alikuwa anataka nijenge misikiti Central Kenya. Misikiti 5 kilometers apart. That is the intention. Alikuwa kanipatia when I was to go and pick. Nilikuwa naenda kuchukua $500 million. Haki. 500 what? How much is that? Ya kujenga msikiti 5 kilometers apart. Sasa fortunately ama unfortunately? Fortunately or? Why am I saying fortunately? No. Unfortunately. Why am I saying unfortunately? Because this man died. Unfortunately, because the man died, I didn't go to pick the money. Ni wakati wa America ilimustrike. But fortunately is that I didn't pick the money. Fortunately. I didn't pick what? Because saizi mungekuwa munalia. Ankungekuwa na kanisa sahi, I promise you. Because that was one of their assignment, to make sure there is no church in Kenya. Every person must go to musikiti. Kama nilikuwa nimesema mvae nguo mrefu wa mama na mkavaa nguo mrefu, ni hiyo ningeshindwa na niko na pesa? Si mungeingia musikiti. Sasa imagine mungekuwa hapa kusema Allahu Akbar. Ila yeah. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what you could have been doing today. That is the fortunate part of thing. Because I could have destroyed the fabric of our nation. I could have destroyed the culture of our nation. I could have destroyed the culture that we have. I could have destroyed every person because hamugeenda kanisa. Nikisifuga. Nilikuwa na uwezo. Hata sasa niko na uwezo. Sema nifanye hivyo. Sema niseme tufuge. Yaani unaona motora ya guoya. Nilikuwa ni plant mosque Central Kenya, tutoke Central Kenya tuende Eastern, tuende Kisii, tuende huko kote 5 kilometers apart. Then we make sure every person anaenda kwa msikiti. That is the agenda the Muslims they have for this nation. And it is now being activated by the Somalis.
Number 2, ilikuwa tununue shamba zote ziko kwa barabara. 1, shamba ya kwanza na ya pili. Kwenda na Manga Road mpaka napi? Kutoka hapa Adhirifa mpaka Namaga. Pia Padi na Padi. Kutoka hii Murang'a uteremuke mpaka Murang'a, mpaka Nyeri, mpaka Nakuru yote. Have they done that? Yes. The Somalis have taken. Kwa sababu wakati Gaddafi alikuja, wa Somalia walienda kule kwa king, anaitwa King Hassan huko Saudi Arabia, wakapatiwa pesa. Ndio unaona wanajenga petrol station za toto kwa barabara, petrol station na msikiti, petrol station msikiti, petrol station msikiti, petrol station. When you raise an altar, you conquer. That is a secret they know. That is petrol station ni msikiti, na msikiti ni madhabahu ya kushika eneo hilo. Na hiyo ndio Gaddafi alikuwa anataka. Mimi ni mjegee madhabahu wakamate Central, because it is Central Kenya. Ndio nasikia watu wa Mulima, kila kitu Mulima, kila kitu Mulima. Mulima iko na story. Mulima iko na story. Maana sanduku la agano liko wapi? Kwa Mulima. Hapa sanduku lile unasikia liko hapo kwa Mulima. Na ndio unaona story yote dunia mzima ni Mulima. Dunia mzima Mulima. Lakini hiyo ni story for another day. The story for today is you are down today. It is today that you are down. Tomorrow you'll be somewhere. You are confused today. It is today that you are confused. Kesho utakuwa mahali. Huyu Mungu ambaye amebariki huyo jirani wako, ni kumalizana wanamalizana na jirani ndio akuje kwako. Usife moyo. Huyu jamaa alikuwa analala kwa mtaro. Leo atalala kwa nyumba mzuri na ataanza kupata chakula mzuri, na akirudi hapa he will be a different person. Bwana Yesu asifiwe sana. Akirudi hapa atakuja kutuambia ninataka kuweka kazi. Atatuambia ninataka kufanya hii. Atatuambia nitakuwa hivi. This is how I was. Mimi nilikuwa nimehukumiwa kunyogwa mara 2, mashini imenikataa. Afadhali wewe hujanyogwa. Mimi nilihukumiwa mara 2 na Pamela Unita Kidura, na huyu mama mwingine huyu alinyoga Joy. Huyu mama alinyonga Joy, anaitwa nani? Huyu mama alinyonga Joy. Ule mama ni jaji. Amekubuki huyo mama, tusimutaje hapa. Huyu ni mbaya. Mmemjua? Namkubu. Yule mbaya. Wanaogopa na kila mtu, mpaka majaji wanamuogopa. Kwa sababu anaweza kugeuka mpaka jaji anyonge. Yeye kazi yake ni kunyoka na nyogaga. Mimi hata hakusikiliza kesi yangu. Aliniambia ni wewe. Alisoma makaratasi akasoma akaniambia come for sentencing. Nikapatiwa wiki 2. Wiki 2 kurudi. Nikaambiwa sasa nimehukumiwa kunyogwa. Yaani anasemaga hang, you die by hanging. Lazima andike hivyo. You be killed by hanging. Nikapelekwa Kamete. Nikiwa Kamete sasa nikakuta kanjamaa kanaitwa Jogona. Jogona ndio kananyogaga watu Kamete. Sasa kwenda huko Jogona akaniambia anakuja na kuguzaguza huko, anakuambia yes na hii shingo haina nyama. Sasa kaba tutaweka wapi? Alafu nenda kumwongeza vibaya, anakuweka kwa vitwa. Lakini kitu kimoja niliambia Jogona, mimi sitakufa. Nilimuita mjinga hii. Ni dirakwa. Lakini sikuwa Mkristo, nilikuwa mugike. Nikamwambia mimi sitakufa. So there is decisions that we make in our life. Through our mouth we can cancel everything. We can cancel anything that is against your life. Don't worry of what is happening around you. That you have the power in your mouth to cancel that thing. You have the power to cancel that disease. You have the power to cancel poverty. You have the power to cancel the neglect ama rejection ambayo iko kwa maisha yako. You got the power. Nikiwa hapo nikaambia huyo msee anaitwa Jogona, mimi sitakufa, wewe ndio utakufa. Na nikamuita ubwa hii, wewe ndio utakufa takataka. Kwenda huko. Kaka niinulia kiboko, kaka niweka kiboko. Unaambia nani ndugu? Kaka niweka ingine, kaka nifugia. Bulokodi. Room number 38. Nikafugiwa huko. Hiyo inakuwaga ya kodem, ya wale watu hardcore criminals wanafugiago huko ndani. Mimi nikafugiwa huko, nikakaa nikingoja siku ya kunyogwa. Siku ya kunyogwa nikakuja, nikatayarishwa, nikaambiwa kula chakula ile unataka on the bill ya serikali. Unapatiagwa any food. Ukiitisha nyama unaletewa, ukiitisha mwanamke utaletewa, ukiitisha anything hata taska unaletewa. Maana you are serving your last day. Unapatiwa the last meal. Mimi nikaambia sikuli,
I'm not dying. Why am I eating? I'm not dying. Why should I eat and I'm not dying? Wakaniambia unakufa. Padri akakuja akasimama mbele yangu akafanya hivi, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Akienda kumaliza jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, nilimweka teke. You can imagine mahali nilimweka teke. Nilimweka teke akatoka bila kuambiwa na mtu. Kwa sababu nilikuwa nimesema I am not going. I am not going nowhere. Mapasta wale wengine wakaambiwa huko ndani Kameto, wakaambiwa nendeni mumwombee. Wakasema mimi sitaki kukufa. Pastor mmoja anaitwa Kemani, anakuaga sasa hapa kwa wamama. Kemani akaambia mkubwa wa jela wa huko alikuwa anaitwa Onguti, akamwambia mimi niliota huyu jamaa hakukufa. Huyo jamaa Kemani alipigwa transfer that day, akaambiwa ni wa Mogeke, akapelekwa kwa wamama kule. True to that, mimi nilienda nikapelekwa kwa mashini, nikahekelewa. Hiyo mashini inakuwa ni mabati, imekaa hivi. Sasa unakanyaga padi hii na bati hii, mabati ni B. Sasa hii mabati itafinywa ifunguke hivi, usiraidi uende kaba ikushike. Inafinywago pale chini, umevalishwa kagunia ka black. Nikavalishwa kagunia, nikawekwa ndani, nikasimama. Lakini kitu kimoja, kuna kitu ilikuwa na amniambia haukufi. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you have a purpose. Una purpose. Una reason why you are on earth. Kama kazi yako haijakamilika, kama Mungu hajamalizana na wewe, you are not going to die. It doesn't matter the situation you are in today. It doesn't matter who they are calling you today. Mimi kuna mtu alikuwa ananizungumzia, akaniambia you are not dying. Wakati walifinya mashini, ikalia ikazimika. Na mashini ikivinywa ikatae kufuguka, kifugo imeisha. Inaisha hapo. Na hawawezi kufinya button mara ya pili, ni mara moja. Kwa sababu kuna jaji na kujaga kusimama witness, na padre hako hapo, pastor hako hapo, na sheki hako hapo, kuhakikisha umenyogwa na umenyogeka. Sometimes that's why I hate some pastors. Yani pastor badala kuja niopea niende nisikufe, alikuja kuniopea niende safari mzuri. Safiri salama, tutaonana. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipofinya tu, na ikifinywa ikatae kufunguka, unateremshwa pole like a king. Nikateremshwa, nikaenda nikaadikiwa, kifungo yako imeisha, because the conviction has come to an end. Kifungo ya mtu ambaye alifungwa na wachawi, kuna mtu alifungwa na warogi, kuna mtu amefungwa na umasikini, kuna mtu amefungwa na rejection, kuna mtu amefungwa ati ya kwamba maisha yako imefika mwisho. Leo nataka nikutangazie ya kwamba kifungo yako imefika mwisho. Kifungo yako imefika mwisho. Hautanyongwa, umasikini haitakumaliza. Waliopanga against you, it is not going to work, because God has pardoned you. Huyu Mungu ni mjawa wa rehema. Huyu Mungu anapenda, maana alijua kijana yangu sijamalishana na yeye. Sasa ni nani akiwahubiria? Si unaona venye mnafurahi? Sasa ni nani akiwahubiria? Nyinyi ndio mlifanya nisinyogwe, maana alijua nyinyi mko na dhambi mingi na mnahitaji mtu kama Waregi akuje awazungumzie. Hello? Wewe ndio unifanya nikuje. Imagine ile dhambi yote unakuaga nayo. Kama singekuja, ungenisikia kweli? Ungegeukia Mungu kweli? Watu wamekuja hapa because they have seen a testimony. Hiki kimutu ndio kilizuia ninyogwe. That is why I love them, because they have a reason for me. They have a reason for my life. Everybody has a reason for your life. Maana kama si huyu ningenyogwa. Kama huyu hangekuwa hai, si ningenyogwa. Kwa sababu hakuna kazi nyingine. Lakini kumbe niko na kazi kubwa. Niko na kazi ya over 500 million people ambao watakuja kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti Mungu amekuja amesema, nimekuteua wewe utakuwa mmoja ambao wataongoza revival duniani. I never knew that I can be part and parcel to lead humanity into the revival of God. That today I'm preaching the word of God without fear of intimidation, without fear of wewe kachini. Unaenda kujua inatoka ovyo ovyo. Kibia. Bwana Yesu asifiwe sana. There is every reason why you are alive today. Try to pursue that, because God knows why. You are here not by mistake. You are not fluking to be here.
You are here because God wanted you to be here. Because he has a purpose for you. Because he is preparing you to become that person that he intended you to be. You are a great man. You are a great woman. You are a powerful person. The condition that you are in today should not be the jail to keep you jail. Should not be the chains to keep you stagnated. Should not be the bounds that keeps you bind. Imekufunga. Whatever you are, it is a stepping stone to where you are going. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo condition uko nayo saizi. Hiyo condition mnapitia saizi. Ni jiwe la kukanyaga ukienda kwa baraka zako. Kwa hivyo usijali wanasema nini, usijali wao ni nani. They are not part of your life. They are not part of your success story. They are not part of where you are going. They are not part of what you are going to become. Because you have your line, barabara yako imetengenezwa. Wakati nikiwa hapa baba dogo nilipigwa risasi 2, nikaanguka chini na nikasikia kweli nimekufa. Kwa sababu niliona ni kama nimeenda. Unajua kuna kitu inasafanyika kwako na unaona ni kama umeenda. Hiyo naonaga kabisa kwa sababu nilikuwa nimelala karibu kwa kona kabisa, nikalala mpaka polisi akakuja akanipiga teke, akaona kijamaa kimeenda hiki. Nilikuwa nimeenda. Nikiangalia na nikifikiria nilikuwa nimeenda. Sasa wacha Land Rover ikuje. Maana wale ni flying squad. Wakipiga wanaendaga wanapiga radio call. Kujeni mchukue maiti. So by the time ile Land Rover ikuje kuchukua maiti, wakati ilikuwa nasogezwa nyuma, ikisogezwa nyuma, nikasikia kitu kinaniambia, amuka uende. Hujakufa. Amuka uende. Nilitoka bio. Mpaka polisi ambao walikuwa wanataka kunichukua, kila polisi akaenda kivyake. Maana unajua lazima polisi akisikia unatoroka, hajui kama uko na bunduki. Wote walitoroka. Mimi nikatoka bio mpaka Getare Marigo, nikaenda kujificha huko. Tulikuwa na daktari wetu wa kututibu, akaenda ni hapa risasi moja ilikuwa imeingia hapa, akakata hapa takatoa risasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Why all this? Ni kwa nini Mungu akanipatia another chance? Ni kwa nini Mungu akahakikisha sitakufa? Ni kwa sababu alikuwa na mpango. Ni kwa sababu alikuwa anataka leo ubadilike. Ni kwa sababu alitaka mtu mmoja inuliwe. Ni kwa sababu alitaka kubadilisha maisha ya wengine. That is why alinipeleka nikaingia katika hali kama hiyo. Ndio kwa sababu ya mtu mwingine apate kunusuriwa, apate kubadilishiwa maisha, apate kukaa katika njia ambayo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliponyoka nikaenda, nikapata daktari yangu, tukatoa risasi. Hapo ndio mtu anaitwa Kilonzo, alikuwa police commissioner, Nairobi police commissioner. Akatangaza akanisema, Waloinge ni Mukamba. Waloinge is armed and dangerous. Waloinge is armed and dangerous. Kwa hivyo ametoa amri, whoever that has a gun to just shoot me from a distance. Usimkaribie, maana this guy is armed and what? And dangerous. That is the time I ran away from this country. Nikaenda mpaka Tanzania, mahali panaitwa Dar es Salaam. Nilipitia kule Himo, nikateremka na Kilimanjaro basi mpaka mahali panaitwa Ubungo. Ubungo kuingia nikaenda mpaka Dar es Salaam, karibu na Minazi Mitatu. Kwa panaitwa Mzimbazi, karibu Mzimbazi. Pale kwa timu ni ya Yanga ama ni ya Simba? Mzimbazi ni watu wa Simba, si ndio? Pale ukienda huko ukitaka kujua siasa za bowling, ukitaka kujua ni nani alizaliwa lini, alizaliwa saa ngapi, wao footballers wa the whole world, ukitaka kujua alizaliwa saa ngapi, alizaliwa wakati mgani, ni mtoto wa ngapi, na alizaliwa jicho moja lilikuwa namna gani, uende Msimbazi utapata historia yote. They know the history of every footballer in the world, because that is your cash crop. Tanzania football ya Yanga na Simba. Ukienda tu uende useme mimi ni wa Simba, basi unakaribishwa na watu wa Simba. Ukienda useme mimi ni wa Yanga, unakaribishwa na watu wa Yanga, because that is where they sleep, that is where they wake up. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nilienda nikakutana, nikaingia kwa hoteli moja, kumbe ni hoteli ya mtoto ya Moi. Inaitwa Royal Palm pale Dar es Salaam, karibu na Sinza. Kumbe ni hoteli ya nani? Ya Gideon. Na hapa ndio ametangaza hapa Kenya, Waloinge is armed and dangerous. When God has a reason for you, he will create a way for you.
I want to tell somebody tonight that God will create a way where there is no way. God will create a well of water in the middle of the desert. Hallelujah. Atatengeneza kizima cha maji katikati ya jangwa. Lakini nikuulize, atatengeneza ukiwa nyumbani ama atatengeneza ukiwa kwa jangwa? Ukiwa katika ndani ya jangwa. When you are in the process of going where God has processed you to be, when you are in the purpose of God, when you are walking the walk of God, when you are heading to where God wants you to be, when you are being taken to the position of where God wants you to be, God will create provisions. Atatengeneza every provision that you want, everything that you need across the way. Atatengeneza watu watasimama na wewe, atatengeneza shamba, atatengeneza kila kitu ambacho unakihitaji. Maana wakati huo nilipoingia Dar es Salaam nikakutana na mtoto ya mfalme huko, akanipatia hifadhi. Nilikaa Sinza. Sinza ndio Runda. Unajua Sinza? Unaendaga huko na hata ujuzi. Ukienda Dar es Salaam, uende huko kwa bahari. Na bahari wale kuna hoteli kubwa kubwa huko. Uende hapo hiyo estate iko ndio Runda, inaitwa Sinza. Uulize kwa Mwalimu Nyerere ni wapi, utaonyeshwa kwa Mwalimu Nyerere ni hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijali kwenye upweke ambao uko sasa. Huo upweke ambao uko nao ni matayarisho ya kukupeleka mahali unastahili kuwa. Huo upweke ambao unaupitia ni matayarisho, maana Mungu anataka kukutumia. Lakini kabla hajakutumia lazima akuondoshe kwa wale wengine, ndio akutengeneze uwe chombo anachotaka kutumia. Maana ukiendelea kukaa na wale wengine hautakuwa chombo anacho anataka kutumia. Maana utakuwa na ushawishi wa watu wale wengine. Watakuambia twende hivi, wengine watakuambia twende hivi, wengine watakuambia twende hivi. Lakini Mungu anachotaka kutumia ni chombo safi kilicho na utakatifu kwa ajili ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni chombo safi. Kubali Mungu akutumie. Kubali Mungu akutengeneze. Kubali Mungu akuunde. Kubali Mungu akae na kuweka kwenye mapenzi yake. Maana ukiwa kwenye mapenzi ya Mungu utatumika jinsi Mungu anavyotaka. God will use you in a mighty way. God will use you in a powerful way. God will do with you according to his will, not according to the will of people. And nobody will be there to change you. No weapon fashioned against you that will ever be able to prosper. Nothing that can be able to condemn you to death. Nobody can stand against your way. Nobody can do anything against you, because God has a plan. And when you're in the plan of God, every protection, every angel to come and guard you will be there for you. Bwana Yesu asifiwe sana. And you will win every battle. That is why I feel great when I'm called the son of God. When I'm called the son of God, mtoto wa Mungu, mtumishi wa Mungu, I feel great. I feel great. Because this time I was to be condemned. That time I saw my father nikiwa mahali nilikuwa na watch TV. Nikaona baba yangu akiwekwa pingu, akipelekwa Moro police station kwa sababu amekataa kunitoa. Alilia machozi. Mama yangu akalia machozi. Nilikuwa na watazama kwa runinga wakilia, wakapelekwa ndani ya korokoro, wakafungiwa, wakakaa siku 5 wakiulizwa mtoto wako wapi. Lakini that one did not stop my father from rejecting me. Did not stop my mother from rejecting me, because she still believed in me. She still knew that I did not give birth to an idiot. I did not give birth to a criminal. I did not give birth to a reject. I gave birth to a son that will become. They continued praying for me. They continued standing with me, irrespective of the shame that I brought to them. But one day, today, when I walk home, nikienda nyumbani, I drive my car and they see. I build them a house. I did everything. And today they are proud of what they continue to pray. Pray for that moment that God has given you. Pray for those people that are around you. Stand with those people that you see they have been neglected. They are no longer people. They are no longer associated. People don't want to be associated with them. Stand with them. Walk with them, because you don't know what a product you are raising up. When I get into the chopper, nikiingia kwenye ndege, ninaenda mahali kama Spain, naenda mahali kama Hamburg, German, naenda mahali kama London, naenda mahali kama Seattle, America. Nikifika huko nakuta watu wananingojea, mtu ambaye alikuwa mastahili kukufa. Lakini nikifika huko unakuta watu wamepangana laini, wakupokee, wanakupigia makofi, wanasema kuja tupigwe selfie, wanasema kuja tukue pamoja, kuja uhubiri
kanisa yangu, kuja useme neno, kuja ufanye hivi. I want to assure you tonight, one day, the devil will be shut out from your life. Shetani huyu alipanga kukuua ataondolewa kwa maisha yako, na Mungu atakuinua, atakuheshimisha na atakuhifadhi because of his kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't look at yourself when hiyo kaguo umevaa ni ya mtuba. Kuna siku utafaa designer kama mimi. Unaonaje? Niko sawa? Yes. Kuna siku nilikuwa na bagunia. Hii haijaletwa, haikuokotwa kwa barabara. It is because of the process of God. Because of agreeing with God that he process me. Nikakubali na Mungu aniprune, anitoe vitu vyote vichafu, akatekate mahogo zile mbaya mbaya, akatekate na branches ambazo hazifai, animodel, akanifinya, akaningusha chini, akanivunja, akanifinyanga, akanitengeneza tena, akaniombia moyo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why I'm able to accommodate you. That is why I'm able to accommodate you. That is why I can be able to walk with you. That is why even if you do whatever you do against me, I'm still your friend. I don't care what you say about me. I don't care what you do about me, because I know where I've come from. I know this. It is out of the love of God that I'm existing. Out of the love of God that I am here. And out of the love, because 99% of Kenyans didn't want to see me. They prayed for me to die. But God, you only need 1%. That is God. You only need God alone for you to achieve, to be where God wants you to be, for you to become what God wanted you to become, for you to succeed in the plans of God. You need only God. You don't need any multitude. You don't need anybody around you. You need to work with God. Just give your God a position. Mupatie tu nafasi yake, akutengeneze, atembee na wewe, akuangalie, akuzungumzie, akuvunje, akuunde tena mpya. Kubali tu, sikia kauchugu kakuvujwa, sikia kauchugu kakunyenyekezwa, sikia kauchugu kakuwekwa chini. Kubali hako kauchugu, si ka siku nyingi, ni ka siku dogo sana. Now the day hiyo mambo yote itakwisha. Do you know what, my friends? I used to steal money so that I can keep my upkeep. I used to go to the bank, nilivuja banki. Yule mama Maria kwa wapi? Yule mama tulilazisha chini yako wapi? Wekwa? Ameinama. Pole sana mami, unisamee tu, sikuwa na ubaya, ni kiherehere yako ili kuletea hiyo shida. Yule mama tulimralisha kwa bagi, alitukutana mara pale Holy Family Basilica. Akaniambia, my son, how are you? Nilikuwa nimejiduka kasuti kazuri sana. Akaniambia, my son, kwa sababu alikuwa manager wa begi. Sasa akaniambia, kuja, do you have an account? Nikamwambia sina. Akaniambia, mabagi manager. Niliposikia ni bagi manager, nikajua ndio hizi pesa simejirete. Siakolile wacho mugunda. Mama akanipeleka mpaka kwa ofisi yake, ni manager akaniambia. Sasa alikuwa anazunguka. Hiyo kiti sikuwa nimekalia kama hiyo. Ile ilikuwa nakalia hivi, unazunguka. Mimi sikuwa nimeiona. Nilikuwa naionaga kwa view sasa. Sasa nikakuangalia hivi nikaona, alafu unajua ulikuwa young, ulikuwa na mimi nilikuwa young, nilikuwa na pesa yangu, maana nilikuwa nimenyoroka vizuri, si kama hivi nimenyoa hizi zilikuwa ninatoaga na dawa hivi, nilikuwa mzuri. Sasa mama akanionyesha, nikamuuliza, hapa mnafanyaka shift saa ngapi? Akaniambia ni saa 6:30. Nikajua crew ya kwanza ndio hiyo. Nikamuuliza, sasa hii bagi at one time mnakaaga na pesa kama ngapi? Akaniambia ni around 40 to 50 million. Nikajua hiyo ni mfuko mzuri. Hiyo imetosha kutusaidia kusukuma gurudumu. Sasa the following day nikamwambia, kesho na ninakuja na my friends. Hiyo saa 6 ninakuja. Oye, pole unisamehe. Sikupenda kwangu, ni kiherehere yako, ndio ulitupatia kuru. Bwana Yesu asifiwe sana. I used to steal to live a better life, but I never had peace. I used to do anything that I used to do. I used to have millions of money. Hata ile kitu ilivutia mama huyu, nilikuwa natoa jaketi yangu. Unajua watajiri wanakaga vitu zao kwa buti ya gari. So mimi nilikuwa natoa ka jacket, nilikuwa nabadilishana ka jacket, nivae jacket nyingine ilikuwa kwa buti. Alipoangalia, kwa sababu ya ni mama kiherehere, akaangalia akaona mabuda ya pesa, akaniambia, you can keep this money in bag.
Sasa si ukijiuliza tu hii pesa mingi ninabeba na buti na siogopi, si ukijua tu hii ni criminal. Kuna mtu wako na kichwa mzuri angeweka pesa kwa buti. Sasa mimi nikamwambia okay, una banki so hiyo we used to keep, used to walk. Kwa gari yangu nilikuwa nabeba milioni 5, milioni 6 ya kukula, sio ya kwenda kuinvest, si ya kununua kaplot, ya kujiweka mzuri. Nilikuwa tunapaka tunachukua tudege tuwili, tuchopa tuwili, tunaenda Raji Mombasa, alafu tunarudi. Na kachopa siku hiyo nilikuwa 1200 1 hour. Na tutaenda mpaka jioni. Kutoka saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11 ndio turudi. Hiyo ni masaa kama 8, unaona unapatiana kama milioni 1 ama 1.5 zinaenda kulipa tu ndege. Bwana Yesu asifiwe sana. I was doing all these things to make myself comfortable. I was doing all these things to make myself happy. I was trying all these things to make myself look like I am a citizen of this country. But inside me, I never had peace. Inside me, I never had love. Inside me, I was a terrorist. Inside me, I was somebody that nobody could have wanted. Inside me, I was a snake. Inside me, I was something bad. Until the time Jesus came and he told me, I am going to provide for you. I am going to make you what you've been trying to make yourself. I am going to turn around your life that you've been trying to turn around. And you are going to see the difference between me and the demon that you've been serving. And when I got saved, my life ika change. My life ilikuwa ya kuiba, ikakuwa sasa ni ya kuletewa. Hallelujah. Ikakuwa sasa Mungu akaniambia, kaa chini nikubariki, kaa chini nikusaidie, kaa chini nikubebee mizigo yako, nikubebee. Maana kuokoka ni kubebewa mizigo, kuokoka ni kubebewa laana, kuokoka ni kubebewa matatizo, kuokoka ni kubadilishwa rangi, kuokoka ni kubadilishwa maisha yako. Mpaka my friends wangu wale tulikuwa na wao wakaondolewa, nikapatiwa watu wengine wazuri, wakaondolewa nikapatiwa Yesu, wakaondolewa nikapatiwa kukaanga na malaika. I no longer struggle to live. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't steal to live. Hallelujah. I don't manipulate anybody to live. Nikiwa Kamete, I remember niliwakoni watu kama 7-10 hapa. Siwezi kosa watu nimekoni hapa nikiwa Kamete. Chevuto, uliwahi kuandikiwa message kuna mzigo imetoka Mombasa? Ulituma pesa ngapi? Kwa nini? Si unaona ndio ilikuwa inaniharibia maisha yangu. Kama umewahi kuandikiwa hiyo kama message ilikuwa yangu, na nilikuwa nakaa Kamete na laptop, naandika tu message natuma, naandika tu message natuma. Wajika wengi, kuna watu napenda kunyang'anywa. Kila siku nilikuwa natengeneza milioni 1, milioni 2. Kila siku ya wajika. Bwana Yesu asifiwe sana. When I stopped this life, when I told Jesus take over me, my life changed. The life of struggling, the life of shame, the life of difficulties, the life of I don't know what kind of a life is this. Ilikuja tu nikafutiwa. It was kama kufuta blackboard, ikafutwa kwa blackboard hivi, nikaandikiwa a new life. Nikaambiwa from today you live like a king, you will walk like a king, you will dine like a king, you will do everything like a king, because you are a son in the kingdom of heaven, because you are a king in the kingdom. If you just change your life, you need only to change your life, not to change your life a fake way. You change your life in a manner that God wants. You really turn to Christ. When you turn Christ completely, Christ will turn you completely. If you turn half, God will never share the glory with the devil because of you. God wants you to change your attitude. God wants to change you, to change your heart, to change the mind that you have and live the way He wants. He just wants you complete. He doesn't want you halfway. He doesn't want you halfway. He wants you complete because He loves you. And God is complete, He completes you. When you allow yourself to be used by God, when you walk in the hands of God, God will turn around you. God will make you somebody who is very special. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wow. Wagapi wamesikia hiyo injili ikiwa mzuri? Hallelujah. Na wagapi wangependa kurudi kwa Mungu, waseme from today I want to live the way God wanted me to live.
yani nimeona sijakaa mzuri, nimeona sijakaa maisha mzuri, na ningetaka kubadilika. Yes, nimekuja kanisa, yes, mimi ni mtu wa kanisa, lakini maisha yangu si mzuri, ningetaka kukaa vizuri. Inua mkono wako juu kama ungetaka kubadilikia Mungu kabisa kabisa kabisa. You want to surrender back to God for him to use you and to change, to turn around your life. Inua tu mkono wako juu, simama tu, uinua tu mkono wako juu. Inua tu kama ungetaka turudi kwa Yesu. Turudi tutoshokelele gai. Ukira tu kama ungetaka, unajihisi unahitaji tena kurudi kwa Yesu, simama na miguu yako tu, simama tu kwa miguu yako. Kama unasikia ulikosea, kuna mahali nimekosea Mungu, kuna mahali sijakaa jinsi Mungu anavyotaka, kuna mahali sijatenda mapenzi ya Mungu, I need to change, I need to come back to Jesus, I need to be transformed, I need to be renewed, I need to have a new covenant with God. Simama tu, I'm just waiting for you. Simama tu, usiogope. It is about you. It is about you and God. It's about the relationship we have with God. It's about how God wants you to be. God has a very good manifesto for you. God has a good plan for you. That is why he wants you to change completely, because he wants to inject a new life in your life. He wants to inject something new. He wants to inject something new. Anataka kuweka kitu kipya ndani yako. That is why anakuita leo. That is why anakuita umugeukie kabisa kabisa, ugeuke ukae maisha yake vizuri kabisa kabisa, and he is going to perfect you. He is going to turn around whatever that is in you. He is going to make it clear that indeed you are a servant. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia bado kuna watu wamekaa chini wanajiuliza, nisimame nisisimame, nisimame nisisimame. Yani sio lazima ukue ulikuwa mwizi, hata maneno ile unafanyaga, masekenyo ile unakuaga nayo, ile vitu unakuaga navyo hivi, vimekuondoa kwenye mpango ya Mungu. Ndio nakuambia Mungu analia akiwa mbinguni, ananiambia waambie watu wangu wakuje. I am ready to rewrite their story. I am ready to do a new covenant with them. I am ready to turn them around. I am ready to glorify myself through them. Bwana anasema anataka kukutumia wewe ndio ajiglorify. Na ukisikia Mungu anasema anataka kukutumia kujiglorify, ni kumaanisha atabadilisha maisha yako. Watu watakuwa kikuona hivi wanakushangaa. Ndio anasema simama tu, usiogope. It is all about your life. Simama tu, wacha kuogopa. Wacha kuogopa. Be clean, because God is watching. He's looking at you, and he has given you this chance that you may change for his glory. He is giving you this chance. Ubadilike tu, uachane na hako kitu ulikuwa unafanya. Uachane na hiyo tabia tubaya unafanyaga. Uachane na hiyo kitu imekufanya ukaondokea Mungu. Hiyo ndio nataka tu. Just inuka tu. Bado nasikia kuna watu kama 5 hivi wamekaa chini. Amuka huko kama uko mahali hapa. Amuka tu, usiogope. Usiogope, Mungu ndiye anakuangalia. Ni Mungu ameniambia niseme hivyo kwa sababu anakujua mpaka na jina. Anajua ile kitu ulifanya jana. Anajua ile kitu ulifanya last week. Anajua ile tutabia mahali ulikuwa last week. Anajua. Na sasa ndio huyo anasema I'm ready with a pen to write a new covenant. I'm ready with a pen. Ako na kitabu na ako na kalamu, ready to write a new covenant, to write a new agreement with you, to write a new story about you, to write a new success story about you. Just rise up. Tunakungoja tu. Tunakugoja. Tunasikia kuna wanaume 3 na wamama 2. Simama tu. Wanaume ni 3 na wamama ni 2. Na wanaume wote ni young hivi. Simama tu. Simama tu, Mungu anakungojea. This is a very glorious moment. It's a very wonderful. Ni wakati mzuri Mungu ameutengeneza. Ni wakati mzuri Mungu ameutenga kwa sababu yako. Ni wakati mzuri Mungu ameutenga kwa ajili ya wewe kubadilishwa maisha. Ni wakati mzuri. It is the best moment for you. The best opportunity for you that God wants to use you. Wale ambao wamesimama, kujeni hapa mbele tu. Kujeni tu hapa mbele. Kujeni hapa mbele. Kujeni hapa mbele tu. Hata wewe ambao bado umekaa chini, you have an opportunity to come. You have an opportunity to come and join the rest of these people. Oh yes, karibu Yesu. Mwambie karibu Yesu. Karibu Yesu moyoni mwangu. 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 Karibu Yesu. Karibu Yesu. Karibu leo moyoni mwangu. Karibu Yesu. Karibu Yesu. Sasa nyinyi mmekaa chini badala kunisaidia. Wapange vizuri, wengine wakae mbele. Wale wameenda huko wamejipinda huko. Ni mwangu. Ninakupenda. Yes, mama tu hapo. Pange wengine mbele. Yes. Karibu Yesu. Wengine kujeni.
friend? How are you? Come. Wacha kujificha. Kaa hapa. Kujeni hapa. Kujeni hapa. Fungua kinywa chako, anza kuimba hiyo wimbo. Karibu Yesu moyoni mwangu. Mwambie karibu Yesu, nibadilishe maisha yangu. Mwambie Mungu niko hapa siku hii leo. Nahitaji msaada wako. Fungua tu kinywa chako tu. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, nikumbuke unapokumbuka watu wako. Nikumbuke unapokumbuka maisha yako. Karibu Yesu. Karibu Yesu kwa maisha yangu. Karibu Yesu kwa maisha yangu. Moyoni mwangu nimechoka sana Bwana, karibu Yesu na kukaribisha. Kanisa, fungueni vinywa vyenu, ombeeni hawa watu, wafungulisheni kule mbinguni, wafungulisheni kwenye ufalme wa mbinguni. Mwambie Mungu wa mbingu wakumbuke. Fungueni macho yenu, fungueni vinywa vyenu. Karibu Yesu, karibu Yesu moyoni mwangu. Karibu Yesu moyoni mwangu. Karibu sana. Karibu Yesu moyoni mwangu. Karibu Yesu moyoni mwangu. Inua tu mikono yako juu, umesimama hapa mbele yangu. Nataka tu utafakari, uone jinsi kule mbinguni kuna sherehekewa kwa sababu yako. Tazama tu mbinguni imeburst into celebration because of the decision that you have made. Hakuna decision nzuri umewahi kufanya kuliko hii, ambaye mbingu imekubali. Mbingu imesema wewe ni mtoto wa mbinguni, wewe ni mtoto wa Mungu, na kila mtoto wa ufalme anaporudi nafasi yake anaikuta iko mahali pale. Nafasi yako ilikuwa bado imekungojea, na sasa umerudi kwenye Mungu. Turudie nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mwana wa Mungu uliye hai, uliwekwa kwenye msalaba kwa sababu yangu, ulichapwa kwa sababu yangu, ulidharauliwa kwa sababu yangu, damu yako ilimwagika kwa sababu yangu. Mwana wa Mungu, ni rehemu, nisaidie. Na wewe shetani, sina mahusiano tena na wewe. Mimi ni mtoto wa Mungu na nitamtumikia Mungu. Mimi, kizazi changu na miaka yangu yote nitakaoishi, hata nikiwa kwenye kaburi, nitakuwa mtoto wa Mungu. Sema amen. Bwana Yesu, nyamaseni sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu muumba, na ulinena tu kwa kinywa chako mambo yakabadilika. Dunia haikuwepo, mbingu haikuwepo, ulisema ikuzi kuwe na zikawa. Maji yalikuwa, lakini dunia ilikuwa without form, lakini ulichifungua kinywa chako, kila kitu kikawa sawa. Ninajua kwa kinywa chako watoto hawa watabarikiwa, watoto hawa watabarikiwa. Kwa kinywa chako watoto hawa maisha yao itachange. Baba, nena tuje neno kwao. Laana za kifamilia, evil foundations za familia zote zikaporomoke. Ninabomoa every covenant ambazo zilitengenezwa katika maisha yao. Covenant aina yoyote iliyoinuliwa katika maisha ya hawa watoto, ninaibomoa katika jina la Yesu Kristo. I destroy all manifestation, demonic agendas, demonic manifestation zozote ambazo zilijitengeneza katika maisha ya hawa watoto. Angalia Jehova, nyuso zao zinavyokutegemea, nyuso zao zinavyokungojea. Wamekaa katika maisha ya upweke, maisha ya kudharauliwa, maisha ya mateso, lakini kutoka sasa maisha yao itabadilika. Maisha yao kupitia kwa damu ya Yesu Kristo imebadilika. Anything that was stolen from you, chochote ambacho kiliibiwa,
chochote nguvu za giza walitumia kuchukua, mapepo yaliyotumwa na yaliyojituma kwako, yote imeporomoka katika jina la Yesu Kristo. Yote imeporomoka katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni, unajua na unatujua kwa majina, unatujua kulingana na tabia zetu, unatujua kulingana na njia zetu, unatujua kulingana na mienendo yetu. Kumbuka watoto hawa, kumbuka mwanaume huyu, mkumbuke, mubadilishie, wabadilishie maisha yao, wabadilishie sura zao, wabadilishie mikono yao, wabadilishie nyoyo zao, waumbe tena upya katika jina la Yesu Kristo. Semeni amen. Sasa nyinyi mtamaliza, tukimaliza mtaenda pale, ningetaka kuja kuongea na nyinyi. You need some more counseling. My brother, you are in safe hands. God will be with you. Asanteni sana, wapigieni makofi. Twendeni pale mwisho. Thank you. Sasa shikeni sadaka zenu tuweze kumaliza kipindi hiki. Shika sadaka zenu niweze kuziombea. Shika sadaka kwa mikono yako mizuri. Unaona venye Mungu anavitenda. This is a wonderful God. Yeah. Wachukue tu vipochi vyao ndio watoe sadaka, kisha watarudi. Wao ambao tumewaombea sasa, baada ya ibada mkae huko nyuma, nitataka kuzungumza na nyinyi. Wengine nyote worship. Simameni tu mulete zaka zenu. Lete your gifts, your sacrifices. Muzilete hapa mbele. Ngome yangu, jina la Yesu. Ngome yangu, nitakapo jina Yesu. Ngome nitakapo. Washosho, leteni sadaka zenu hapa. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Ngome yangu, nitamkapo jina hilo. Ngome nyingine sitakapo. Nitamkapo jina hilo. Ngome nyingine jina la Yesu. Ngome yangu, jina la Yesu. Ngome yangu, nitamkapo jina hilo. Ngome nyingine sitakapo. Nitamkapo jina hilo. Ngome nyingine jina la Yesu. Ngome jina la Yesu. Jina la Yesu. Ngome nitamkapo jina hilo. Ngome lingine sitakapo. Nitamkapo jina hilo. Ngome lingine sina. Jina lenye uwezo. Jina la Yesu. Simameni tu tuombee sadaka zetu. Nyosheni mikono yenu hapa mbele. Mungu muumba wa mbingu na dunia, asante hata kwa zaka hizi, fungu za 10, malimbuko pamoja na sacrifices ambazo wamezitoa. Ninazibariki, nazipokea kama mtumishi wako, ni kama zaka za kuteketezwa. Mungu wakumbuke. Wewe ndio unajua ni kwa nini wametoa. Wewe ndio unajua ni kwa nini wameleta zaka zao. Ukawakumbuke kwa matarajio yao. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sema amina. And now may the grace of Lord Jesus Christ, the love of God, fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Amen.
So mutakunywa kikombe ya chai hapo nje. Service hiyo ingine tunaanza saa 10 kamili. Ni service ya deliverance. Kwa wale ambao walikuja kwa sababu ya deliverance, tukutane saa 10. Kuna kitu Mungu anaenda kutenda katika maisha yako.